Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Islam, karibuni tena katika kuendelea kuangalia maneno Imamu Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ala tanzihi Allah subhanahu wa ta'ala anil makani wal jiha. Kauli nyingine hii hapa Imamu Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu aliposema, wa nuqirru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa min ghairi an yakuna lahu hajatun ilayhi wa istiqrarun alayhi. Asema wa nuqirru, nakubali, tunakiri bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, yakuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa, juu ya arshi istawa, min ghairi an yakuna lahu haja, pasi na kuwa juu ya kwenye arshi, pasi na kuwa yeye mwenye kuhitajia hiyo arshi, wastiqrarun alayhi, na bila kuchukua nafasi kwenye arshi. Wa huwa hafidhul arshi, na yeye Mwenyezi Mungu ndio ambaye aliyohifadhi arshi. Wa ghairul arshi, na yeye pia ndio alihifadhi siku arshi. Min ghairi ihtiyaji lahu, min ghairi ihtiyaji, pasi na kuhitajia hiyo arshi. Falau kana muhtajan lama qadara ala ijadi alalami wa tadbiri. Asema Abu Hanifa, lau angilikuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuhitajia hiyo arshi, lama qadara, asiyekuwa ni mwenye uwezo, ala ijadi alalami, juu ya kuumba ulimwengu, wa tadbirihi, na kuuendesha ulimwengu. Kwa hiyo istiwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu ya arshi haina maana kama Mwenyezi Mungu ndio amekaa pale juu ya arshi, la, bali istiwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni istiwa ya kutawala na kutaza nguvu juu ya arshi. Akasema, walau kana Allahu muhtajan lama qadara ala ijadi alalami radabere. Haya ni maneno Imamu Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu. Haitakidi kwa Mwenyezi Mungu amekaa juu ya arshi, wala Mungu kwa mahala fulani. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tanazzaha anil mushabahati al makhluqat. Lakini pia Imamu Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu anasema katika kitabu chake alichokiita kitabu al-fiqh al-absat, anasema radhiyallahu ta'ala anhu arda, man qala la a'rifu rabbi, mimi sijui mola wangu yuko mbinguni au yuko ardhini. Man qala a'rifu rabbi fi samai au fi al-ardh faqad kafar. Imamu Abu Hanifa anasema anayesema mimi sijui mola wangu yuko mbinguni au yuko ardhini anasha kufuru. Kwa nini? Anasema wa muradu al-imami, maksudio ya Imamu Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu, anna man nasaba ila Allah at-tahayyuz wal makani, ni kwamba yote ambaye atakanasibisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akamnasibishia Mwenyezi Mungu kuchukua nafasi na sehemu, basi huyo fa thumma qala, akasema la arif, sijui, hal makanuhu samaa am al-ard, sehemu yake ni mbinguni au ardhini, fa huwa kafir. Kwa nini? Ashamkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa amesababisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mahala na sehemu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatasababishiwi mahala wala upande. Maneno haya ya Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu aliyatia sharh na kufanua al-Imam al-Izz ibn Abd salam ash-Shafi'i fi kitabihi Hillu ar-Rumuz fi bayani muradi Abi Hanifa ma nasso. Asema Imamu al-Izz ibn Abd salam, lianna hadha al-qawla, sababu qawlihi, qawli gani? Man qala a'rifu rabbi fi samaa am fi al-ard, qawlihi. Asema lianna hadha al-qawla, sababu qawlihi yuhimu, inatuhumisha, anna lilhaqqi makana, kuwa ana mola wetu Mwenyezi Mungu sehemu. Wa man tawahhama anna lilhaqqi makana, na yote ambaye mwenye kutuhumisha, kauli yenye kutuhumisha kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana sehemu, fa huwa mushabbih. Kwa nani? Ni mushabbih. Maneno haya ni maneno nani? Ya Imamu al-Izz ibn Abd salam. Amekuja mwingine al-Imamu Mulla Ali al-Qari kuyapa nguvu na kuyakubali maneno haya, akasema, wa ayyada Mulla Ali al-Qari kalam ibn Abd salam radhiyallahu anhu biqawlihi, wala shakka, hapa shaka yote, hapana wasiwasi, anna ibn Abd salam, kwamba huyo ibn Abd salam min ajalli al-ulama, kana nazuoni tukufu, wa awthaqahum, na yuthika wao zaidi. Fayajibu i'timadu ala naqli, ni lazima, ni wajibu tegemea juu ya kauli yake al-Imamu
al-Izz ibn Abd salam. Hii ni itikadi Imamu Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, wa nahnu ala manhajihi wa i'tiqadihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.